Bwana Yesu asifiwe. Leo tena siku nyingine ya Jumapili. Amen. Tumshukuru Mungu kwa neema hii ya pekee aliyotupatia siku ya leo. Amina. Karibuni sana tena tujifunze neno la Mungu. Amina. Majina naitwa Prophet Mariam Kusekwa. Amen. Somo letu la leo linasema kwamba ili mtu awe mkamilifu lazima atende yaliyo mema. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Mungu amesema kwamba tutendee watu wema. Tuishi maisha ya kupendana. Kweli duniani hakuna mwanadamu mkamilifu, hata mimi si mkamilifu. Ili tuwe wakamilifu, tutende mema, kwa sababu tunapotenda mema tunakamilishwa na Mungu kuwa watu kamili. Amen. Mtu anapofanya ubaya, hebu imagine mfano hivi. Mtu anapofanya ubaya, kuna kuongezeka au kuna kupungua? Kuna kupungua, kwa sababu ubaya siku zote huwa kunapungua kitu au unapungua thamani. Amen. Au unapungua kwa mali. Ubaya unasababisha kupungua. Bwana pesa. Lakini unapofanya wema unasababisha kuongezeka. Kwa sababu gani? Wema unakufanya kuwa mtu ambaye huna magomvi, huna manini, huna mavitina. Kwa sababu gani? Unakufanya kuwa na utulivu na amani. Wema unakufanya kuwa na amani kwa sababu gani? Unawatendea watu mambo yaliyo mema, huwatendei mabaya. Hivi imagine unapowatendea watu mabaya, unafikiri utakuwa na amani wewe? Hauwezi ukawa na amani. Bwana pesa. Huwezi ukawa na amani katika moyo wako. Una madeni, umefanyaje, umesumbua watu, huwezi ukawa na nini? Na amani. Ili uwe na amani lazima ulipe madeni. Bwana pesa. Maana ya kwamba ili tuwe kamili lazima tutende mema. Amen. Ukamili nini? Maana yake nipate utulivu kamili. Uweze kupata utulivu ukiwa katika zoruba ambao umeifanya. Amen. Umeharibu kitu cha watu, umefanya machafuko, uweze kuwa na utulivu kamili, uweze kuwa na amani kamili, bali utakuwa na pressure na hofu. Ili tuwe watu kamili lazima tutende mema. Tutendee mema watu wengine, tutende matendo yaliyo mema, tuishi matendo ya kuwatendea watu wengine mema. Hata mamangu ambaye hujaokoka, na kusihi uje kwake Mungu ili kusudi ufanye kuwa mtu kamili. Kwa sababu Mungu ndiye mkamilifu. Mungu anatufanya kuwa kamili kwa sababu gani? Tutende yaliyo mema. Tunatenda yaliyo mema. Bwana pesa. Na ndio maana mtu anapotafuta mwanamke wa kuoa, lazima kwa anasema kwamba natafuta mwanamke mwema. Kwa anasema kwamba natafuta mwanamke mbaya. Bwana pesa. Kwa sababu ubaya siku zote ni uharibifu, hauna amani. Amen. Lakini mwanamke mwema maana yake nini? Mwanamke mwema ni mwanamke yule ambaye anayemcha Mungu, aliye na hofu ya Mungu, anayejua kweli, anayejua hili ni nzuri na baya, anayejua hofu ya Mungu, anayejua kabisa hiki kitu nikifanya ni kibaya. Bwana pesa. Ndio mwanamke mwema. Maana yake kwamba ndani mwake kuna kitu ambacho kinamcontrol, ambaye ni nani? Ni Mungu yumo ndani. Hofu ya Mungu yumo ndani. Itamsihi hiki kitu anachokifanya ni dhambi, anaacha. Bwana pesa. Ndio maana nini? Ndio maana mwanamke mwema. Mwanamke mwema sio sura. Mwanamke mwema sio mavazi. Ni ndani yake tunachosemea utu wema. Ndani mwake, kwa sababu atakuwa na utu. Ndio mwanamke mwema. Mwanamume mwema ni mtu ambaye aliye na hofu ya Mungu, anayejua hiki kitu ni dhambi, hili jambo nikifanya hivi ninamkufuru Mungu. Ndio mwanamume mwema. Ndani mwake kuna kitu ambacho kinamhoji, kinamcontrol. Bwana pesa. Yeyote anayetafuta kitu chochote kile ambacho anachotaka kimpatie amani, wako anatafuta kilicho chema. Bwana pesa. Na ndio maana kusoma katika maandiko matakatifu Wathesalonike wa pili sura ya 5:21 inasema kwamba tafuteni jaribuni mambo yote, shikeni ndiyo jema. Yaani tujaribu mambo yote. Tuone mambo, yaani maana yake tuone mambo mengi duniani. Tunaona mambo mengi sana duniani. Kuna wanawake watu wengi sana duniani. Kuna mambo mengi sana duniani, lakini Mungu amesema tushike kilicho chema. Bwana pesa. Kwa sababu tukishika kilicho chema, tutamfanya Mungu tufanyeje? Tutamfanya Mungu kumpendeza, tutampendeza Mungu. Bwana pesa. Na yeye Mungu atatufanya kuwa kamili kwa sababu tumeshika yaliyo mema. Ukishika kitu kilicho kibaya, Mungu hawezi kukamilisha kwa sababu utaharibikiwa tu. Utaharibikiwa kwa sababu Mungu hatakuwa katika upande wa mambo mabaya. Mungu wake anakuwa upande wa mambo yaliyo mema. Ndio maana akasema kwamba jaribuni mambo yote, tushike kilicho chema. Tutaona mambo mengi sana duniani. Tutaona kitu kingi sana duniani, lakini Mungu anasema tukishike kilicho chema. Bwana pesa. Kwa sababu kila kitu kinatoka kwake, lakini sio kila kitu kinafaa kwa Mungu. Kingine sio cha kutumika katika utakatifu. Kingine kinatumiwa na shetani. Kwa hiyo tushike kilicho chema ambacho kinachodumisha utakatifu. Tumtumikie Mungu, tuwe na utu, tutende haki, tuoneshe utu, tuoneshe huruma. Hayo yote ni mema. Ukionyesha ubaya, hayo hayastahili kwa Mungu. Bwana pesa. Tunatakiwa tumtumainie Mungu. Tunatakiwa tutende yaliyo mema. Tumpendeze Mungu. Tufanye yaliyo mema ambao Mungu ametuagiza. Hata ambaye hujaokoka, njoo kwake Mungu ili kusudi utoke na hayo maroho ya duniani.
ili kusudi utende yaliyo mema, ubadilishwe ndani mwako. Bwana pesa, kwa sababu maisha yako rohoni, mwilini ni matokeo tu. Bwana Yesu asifiwe. Tutende yaliyo mema, tendea watu mema, si kutendea watu mema mpaka umpe kitu. Uishi na watu kwa wema, na wenyewe ni kumpendeza Mungu. Wajibu watu majibu mema, kwa sababu Mungu amesema kwamba katika maandiko amesema katika hakiba njema hutoa mema. Tuwe na hakiba. Ukiokoka unakuwa na hakiba njema moyoni mwako, utatoa yaliyo mema kwa watu, utaongea na watu walio mema, hautaongea na watu mabaya kwa kuwatakia mabaya, utawatakia watu mambo mema. Katika hakiba mbaya hutoa mabaya. Mtu ambaye wa duniani anatoa katika hakiba yake mambo mabaya. Bwana pesa, anatoa maneno mabaya ya kuumiza watu, ya kufanyia mambo mabaya sana ambayo hayana utu. Mambo yaliyo mema yamebeba utu, ya kumpendeza Mungu. Ndio maana ya kukamilishwa. Amen. Ndio maana ya utu kamili. Bwana pesa, tutende yaliyo mema ili kusudi tukamilishwe na Mungu. Amen. Ambao tumeokoka, kwa neema Mungu, ambao tuko kwenye wokovu, tutende yaliyo mema. Na hata ambao bado hamjaokoka, njoo kwake Mungu. Tuko kwenye wakati wa hatari sana sasa hivi, kwa sababu kuna nyakati ambazo zinakuja, siku za mwisho zinakuja. Kila mtu atahesabiwa matendo yake, jinsi alivyofanya hapa duniani. Kila mtu atapewa hesabu ya matendo yake. Kwa hiyo tunatakiwa tutende mema. Kuna wakati ambao unakuja, siku ya hukumu. Kila mtu atahukumiwa kwa matendo yake. Kila mtu atatolewa hesabu ya matendo yake. Na ndio maana tunatakiwa tunawasi tufanye yaliyo mema, ili kusudi wakati utapofika wa kutolewa hesabu ya matendo yetu, tutolee hesabu ya matendo yetu yaliyo mema, tupate ushindi wa kuiona mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli wakati mwingine inaumiza, lakini Mungu akasema tena katika Galatia sura ya 6 mstari wa 9, anasema kwamba msichoke kutenda wema, kwa maana mtavuna kwa wakati wake. Wewe tendea watu wema, si mpaka uwape kitu. Uishi na watu, waoneshe watu unapokusa kitu, toa uwape watu. Wanapewa sifa, hata kama kidogo, hata kama ni sabuni, hata nini, toa. Unatoa kwa ajili ya Mungu. Amen. Ikusudi Mungu atakupa mavuno kwa wakati wake. Utavuna kile ambacho unachokifanya leo chema mbele za Mungu, utakuja ukivune kikubwa zaidi. Ulichokifanya hicho kidogo, utakuja ukivune kikubwa zaidi. Bwana pesa, unapofanya kitu kibaya, unakuja kuvuna ubaya zaidi. Usipovuna wewe, watavuna watoto wako. Wasipovuna watoto wako wajukuu, yani ubaya wako unaenda kizazi kizazi. Ndio maana laana wako inaenda kizazi mpaka cha 4. Kwa hiyo tunatakiwa vijana wenzangu, tutengeneze matendo yetu kwa ajili ya kizazi chetu cha kwanza mpaka cha 4. Tutende yaliyo mema mbele za Mungu. Tuwatendee watu mema, tusitende mabaya. Ukitenda mabaya, yatafuata kizazi chako cha kwanza mpaka cha 4. Kinatafuna. Amen. Ubaya yani chochote kilani kinatafuna kizazi mpaka cha kwanza mpaka cha 4. Kwa hiyo tunatakiwa tutengeneze kwa Mungu vizuri, matendo yetu yawe mema, ili kusudi Mungu atuonekanie katika maisha yetu na kwenye kizazi chetu. Hata ambaye wewe unayetenda mabaya unawatendea watu, na kuomba kwa huruma zake Mungu. Sasa ni wakati wa mwisho, ni wakati wa kuja kwake Mwana wa Adamu. Inatosha sasa mabaya uliyoyafanya, njoo sasa utende mema. Inatosha mabaya yote uliyotenda, hayo yote inatosha sasa. Njoo tende sasa yaliyo mema kwa Mungu. Amen. Nitasoma ufunuo unaosema katika Timotheo wa pili sura 4 mstari wa hapa Matendo sura ya Timotheo wa pili sura ya 4. Bwana pesa, nitasema mstari hapo unasema kwamba wa 15, nawe ujizalihi huyo, kwa sababu aliyapiga sana maneno yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tujizahiri. Amen. Tunatakiwa tutende yaliyo mema, tujizahiri mbele za Mungu, kusudi Mungu aje atuonekanie katika siku yetu. Bwana pesa. Ninasema tena katika maandiko matakatifu hapo, inasema kwamba Timotheo wa pili sura 4 mstari wa 17 inasema kwamba, lakini Bwana alisimama pamoja nami, akanitia nguvu, ili kwa kazi yangu ule ujumbe utangazwe kwa utimilifu, hata yangu ujumbe utangazwe kwa utimilifu, hata wasikie mataifa yote, nami nikaokolewa katika kinywa cha simba. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa tusimame, tutende mema. Ujumbe umefika kabisa. Tumeokolewa katika kinywa cha simba. Juu yako tuna maneno machafu sana. Amen. Na wewe ambao hujaokoka unatakiwa sasa utoke huko, amua sasa utoke kwenye kinywa cha simba. Ili kusudi uje utamke mambo yaliyo mema. Bwana pesa. Utamke yaliyo mema mbele za Mungu, yenye kupendeza. Amen. Ili mtu wa Bwana pesa, ili tumpendeze Mungu. Nitasoma tena katika Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 17 inasema hapa sasa, inayozidisha sasa hili somo linavyosema kwamba, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa
apate kutenda kila tendo jema. Unaona? Maandiko yanasema, nilikuwa sisemi kwa maneno yangu. Inasema kabisa, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Amen. Ili mimi niwe mtu kamili, lazima nitende yaliyo mema, kwa sababu Mungu ndiye anayenikamilisha kuwa mtu mwema. Unapotenda matendo mema, Mungu anatukamilisha kuwa watu wema. Amen. Tunakamilishwa na Mungu, si kwamba sisi wenyewe tunajikamilisha. Wewe unakamilisha, ubaya unapunguza. Bwana pesifa, tutende mema. Ambaye hujaokoka, unaishi maisha ya dhambi ya kutendea watu mabaya, acha sasa uje ukamilishwe na Mungu. Ni kweli duniani hakuna mwanadamu aliye mkamilifu. Ila ukiokoka, tuliokoka na wewe ambao kwenye maisha ya dhambi, Mungu anatufanya kuwa watu kamilifu, kwa sababu anatukamilisha yetu. Tunapofanya matendo mema, anatuongezea ya kuzidi kuwa wema zaidi. Anatufanya kuwa watu wema zaidi, kwa sababu utu wetu wa ndani anaufinyanga kila siku itwapo leo. Anaufinyanga zaidi na zaidi utu wetu wa ndani. Tunakuwa watu ambao tofauti na mtu ambaye wa duniani. Tunatenda mema kwa sababu gani? Tutatembea katika neno la Mungu, tutatembea katika sauti ya Mungu, tutatembea na Roho Mtakatifu, tutatembea na mwongozo wa Mungu, tutatembea na jinsi mwongozo unavyosema, unavyotuongoza, unavyotuonya, unavyotuambia hivi na hivi. Ndipo tunazidi kuishi katika sheria ya Mungu. Bwana pesifa. Amen. Ni kama jinsi sheria ya Tanzania inavyosema sijui nini, mtoto asome sekondari miaka 4. Hiyo ni sheria iliyowekwa. Sekondari miaka 4. Na sisi tunapookoka tunakuwa katika sheria ya Mungu. Mtu asifanye tendo la ndoa kabla ya nini? Ya ndoa. Ni sheria. Ukifanya tu kuna mambo ambayo yatakutokea, utaharibikiwa. Amen. Mambo machafu. Mtu asifanye usherati, tusifanye uzinzi. Maandiko yamesema tusifanye nini na nini. Ambaye bado hujaokoka, okoka uache kufanya uzinzi, usherati. Na ambao uliokoka acha kufanya usherati. Kuna watu wameokoka lakini wanafanya usherati. Bwana pesifa. Maandiko matakatifu yanasema kabisa, na neno la Mungu lina sheria zake. Bwana pesifa. Kuna kitabu 5 ambazo ni cha sheria. Kuna Hesabu, kuna Kutoka, kuna Mwanzo. Bwana pesifa. Kuna Kumbukumbu. Bwana pesifa. Kuna Luka. Kitabu cha nini? Kitabu cha sheria. Kipo kitabu 5. Na sisi kwa Mungu kuna sheria. Jinsi sheria serikalini zinavyosema, na kwa Mungu kuna sheria. Kuna vitabu vya sheria. Kuna Kutoka. Bwana pesifa. Kuna Hesabu, kuna Kumbukumbu, kuna Mwanzo. Amen. Vitabu vya nini? Vya sheria. Viko hivi 5, viko kwenye maandiko matakatifu. Kwa sisemi hapa katika maneno yangu. Yaani kuna kwenye kazi ya Mungu kuna sheria. Jinsi serikalini kuna sheria, wapi kuna sheria, na neno la Mungu lina sheria. Nina vitabu vya sheria. Na kwa Mungu kuna sheria zimo zinasema. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa Mungu kuna nini? Kuna sheria. Bwana pesifa. Kuna nini? Kuna sheria. Vipo vitabu 5. Amen. Kwa nini Mungu ameniwezesha nimevitaja hivyo? Mtavifuatilia. Vitabu vingapi? 5 vya sheria. Amen. Maana yake tutende wema, tutendee watu wema, utu na nini? Hivyo vitabu vimebeba sheria ya wema. Amen. Msizani tu kwamba kutenda nini mnafuata tu sheria za serikalini. Na neno la Mungu lina sheria. Lina vitabu vyake vya sheria. Kila sehemu kuna sheria. Popote unapoenda kuna sheria. Nchi yote unayoenda ina sheria. Uwe wapi kuna sheria. Hakuna sehemu pasipokuwa na sheria. Amen. Hiyo kwenye ndoa ya mtu kuna sheria. Popote unapoenda kuna sheria. Hata kwenye neno la Mungu kuna sheria. Bwana pesifa. Tutende wema ili kusudi Mungu atukamilishe. Mimi sio mkamilifu, lakini kwa neema Mungu unapotenda wema, Mungu ananifanya kuwa mtu mkamilifu. Na hata wewe tutende wema ili uwe mtu kamilifu. Na wasiini sana. Amina. Shalom shalom. Mtabarikiwa na neno la Mungu. Amen. Linalosema tutende mema ili tukamilishwe na Mungu. Amen. Amina sana, napendeni.